Tunaendelea kwenye jiji la dhambi na hii ni sehemu ya 3. Hapa tunamuona Cheneka pamoja na mume wake. Wameitana pembeni ili wajadili mambo fulani vya kifamilia. Ila umefika tu Mwamba kutaka kupoteza muda ikabidi afunguke. Nahitaji nimuoe mama yako na nahitaji niishi na nyie wote wawili, mama yako na wewe. Cheneka kashangaa na kustaajabu, na akili gani wewe? Wewe unataka kunioa mimi na mama yangu? Na wewe unahakika gani kwamba tutaishi kwa furaha? Maongezi yalivyoendelea ikaonekana Cheneka kuridhika kabisa na maamuzi ya mume wake. Mwamba kambembeleza lakini hakufua dafu. Cheneka kaona kama vile nimekosea hivi kuolewa na Mwamba. Hivyo Cheneka aliamua kuondoka na kumwacha mume wake amezubaa tu. Yaani Mwamba kama amechanganyikiwa hivi, sijui ampende mama, sijui ampende mtoto. Baadaye tunaonyeshwa mume wa Cheneka na madha mtu wanapetiana yani. Mume wa Cheneka anaanza kujisemesha, mimi ni mwanaume na maamuzi ya kufanya anachojisikia. Huko anajisemesha kama Cheneka hata kubaliana na maamuzi yake bora aondoke tu. Mama mtu anajisemesha huko anajibebisha. Endelea kumbembeleza Cheneka. Mimi naamini atakubali na tutaishi pamoja kwa amani. Yaani kifupi mama anafanya maamuzi ambayo hajayafikiria kabisa. Mume wa Cheneka anagongelea misumari tu kama vipi aondoke. Na huo Cheneka anaonekana anakuja kwa hasira huko ameshikilia chupa. Wakati wanaendelea kupetiana, Cheneka anafika na kumtwanga mama yake chupa kichwani. Mwamba anashangaa, "He, Cheneka umekuaje?" Tunarudi kijijini. Leo tunaona kuna kikao cha familia. Refarii wameamua muite mganga na wazee wengine wa familia ambao wana busara. Hapo mganga anaanza kufunguka. Familia yenu ina matatizo kibao na ni chanzo cha baba yenu kupata matatizo. Na mama yenu kuna ukweli wanauficha na yeye ndo mwanzilishi wa matatizo yote hayo. Kila mtu alishtuka na kushangaa huku akinong'onezana maneno ya chini. Mganga kaendelea kwa kumwomba mama atubu. Kila mtu akatega masikio kutaka kusikia nini kiliendelea. Tunarudishwa nyuma siku ya kikao. Siku aliyokalisha familia yake azungumza alionayo moyoni. Na kama tunakumbuka kikao kile kuisha vizuri, walishia kupigana na kulikuwa hakuna maelewano. Siku iliyofuata sasa, Ezini alionekana akijipodoa na mwenzake anafanya usafi. Na vile walikuwa waelewani, kidogo tu kilinuka. Mwenzie alikuwa anahitaji Ezini naye aanze kushiriki kwenye kazi za nyumbani kama wengine. Basi walikuidana pale kidogo tu mama kaingia. Mama alionekana kwenda kumsapoti sana Izen. Hicho kitu kilimuuma sana mdogo mtu. Na akadai kwamba Izen ni mwanae, hataki apelekeshwe. Na akadai kwamba ile ni nyumba yake na Izen ana haki ya kufanya chochote anachojisikia. Hawakuishia hapo, mdogo mtu kamfuata Cheneka ili kama vipi wakinukishe, maana inaonekana kama mwenzao anatetewa sana na mama. Mwisho wa kikao wakaishia ugomvi tu. Cheneka akimsapoti mdogo mtu na Izen akiwa anatetewa na mama. Kesho yake maza mtu na faza mtu kikao tena. Anaanza kumpelekesha mzee kwa kumlazimisha aseme alichomuitia. Mzee kwanza kaanza kumsifia mke wake, "We ni mzuri nini, si unajua?" Yaani mama mtu ndo kwanza ana hata habari. Akaanza kumchomekea mada zake. Mara mimi sipendi unavyonizungumzia ukiwa na wanao, au ujue unanizalilisha sana. Ila mzee hakutaka mambo yote hayo, yeye alihitaji wakae na mke wake wayasuluhishe. Yaani hapo maza ndo akuelewa kabisa. Yaani mimi nitoke nitembee na wewe mzee? Mzee akaendelea kunyong'onyea huku mama mtu anajiongelesha kinoma yani. Tena akamsisitiza, "Kama unataka tuishi vizuri bora uniache nifanye mambo yangu tu." Mzee akaendelea kubembeleza pale lakini hakufua dafu. Maza naye kuchelewa aliinuka na kuondoka zake, kuonesha kabisa anamdharau na ampendi kabisa mume wake. Siku nyingine tunaoneshwa Izen na mama yake. Mama mtu analalamika, "Kwa nini baba yenu anapenda kunizalilisha na ananizungumza vibaya kwenye kijiji hichi?" Mwanae akajibu hapo, "Unahitaji muda mwingi mama wa kupumzika." Mama naye akadakia, "Mwanangu una akili sana, tena umebarikiwa, utapata hela nyingi sana na utafaulu kwenye maisha yako." Izen anazidi kumsapoti mama ujinga tu. Mama naye, "Nahisi kama baba yako amechanganyikiwa hivi." Izen anamuuliza, "Una maana gani?" Mama naye akamnyoshia maelezo, "Baba yako kuna vitu anaviota na anavichukulia kwenye maisha ya kweli." Izen naye, "Mama nimekuelewa na maanisha nini?" Walipiga stori zao 2-3 pale za uongo na kweli. Walivyomaliza umbea kila mtu alifanya mambo yake. Siku iliyofuata tena tunaoneshwa mama na Eneka kama ilivyo kawaida wakipiga stori zao za hapa na pale nini. Mama mtu anamwambia mwanae, "Sasa hivi baba yako amebadilika sana." Eneka anajibu na kumwambia basi ni vizuri. Kidogo tu Mshua naye anaingia na mbwebwe kibao. Anamwachia hela mke wake anajichekesha tu nini. Kisha aliaga na kuelekea kwenye ishu zake. Pale mama akavunja ukimya na kumwambia mwanae, maisha wanaoishi hapo nyumbani amemchosha. Hajazoea maisha ya kupangiwa bajeti na awe mama wa nyumbani tu. Tena akamwambia mwanae, "Kwa umri ulionao wewe ingebidi wewe unajitegemea tu." Mama una maana gani? Mimi bado mwanafunzi. Nategemea nimalize masomo nipate kazi then nianze kukujali. Mama akaendelea na stori zake. "Una wanaume wangapi mpaka sasa hivi?" Kakajibu, "Na mwanaume mmoja wawili." Akueleka hata najibu nini. Mama kadakia pale, "Wanakusaidia nini?" Mama ni mcharuko kweli kweli yani. Anamwambia mwanae atafuta wanaume wenye faida na kama ikiwezekana hata adange. Akaendelea kumpeleleza na maswali hapa na pale. Mwisho wa siku habari kaishia hapo. Siku inayofuata tunamuona mama Gesti anatoka na Mwamba ambaye ana ukaribu na mume wake. Wanapetiana, wanasifiana nini. Wakafanya yao wakamalizana. Hapa tunamuona Cheneka na mdogo wake wakipiga soga 2-3. Cheneka analalamika kuwa dadao anazingua sana na hakuna haja ya kushirikiana naye kwenye kitu chochote kile. Hawakuchukua muda pale wakaondoka. Na huo ndo mwisho wa sehemu ya 3. Wewe unahisi itakuwaje? Amani itapatikana? Mshua atamsamehe mama mtu au? Dondosha komenti yako hapo chini. Usahau kulike na kusubscribe. Endelea kutufuatilia kupitia Jofrex Studio ili kupata update nyingi zaidi. Ni mimi Jizo FX, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.